viongozi ambao wako katika nyadhifa tofauti. Tuko na vice chairperson wetu wa chama Mheshimiwa Hassan. Tuko na senior member wa chama yetu ambaye ni mbunge kule Mombasa, Mheshimiwa Mohamed Ali. Tuko na chairpersons wa mashirika mbalimbali ya serikali na board members. Hii ndio uongozi ya Mombasa County ya wale ambao wameteuliwa katika serikali ya William Samoei Ruto. Rais, tuko na Senator Miraj Kwale Damani ambaye ni mwanachama high ranking member wa chama chetu kutoka kaunti ya Mombasa. Senator Miraj akawa na sisi. Hii ni ishara tu kwamba Rais William Ruto ni rais ambaye anaamini kwa usawa, anaamini kuhakikisha kwamba amegawanisha rasilimali za Kenya na uongozi wa Kenya, ameweka Kenya yote pamoja. Vile aliwaagiza kwamba serikali yake itakuwa serikali ambayo itahusisha Wakenya wote. Hawa ni viongozi ambao rais ameshawateua katika serikali yake kutoka kaunti ya Mombasa. Kwanza tungependa kuambia rais asante sana. Unaona ni viongozi ambao namba zao ziko juu kabisa. Na tuko na apologies zingine ambazo walipeana kwamba wangeweza kuja. Tuko na Mheshimiwa Senator aliyekuwa senator candidate wetu rafiki yangu Mwaguya na viongozi wengine ambao wamepeana apologies. Reason ya sisi kukutana leo hapa ilikuwa kwamba mnajua vizuri sana rais atazua area ya Mombasa hivi karibuni, na tukasema kama viongozi sisi chama chetu kinaamini kwa mambo ya maendeleo. Tukasema tukongamane kama viongozi wale wa kutoka Mombasa wapeane agenda yao ya kimaendeleo. Tumeangalia katika manifesto yetu, rais alipeana directive akisema kwamba chama cha UDA kitaweza monitor zile promises ambazo zilipeanwa katika manifesto wakati wa campaign, na tumeangalia katika manifesto yetu ambaye tunaitumia inaitwa the plan. Hawa viongozi wamepeana projects zile ambazo wangependa zifanywe kule, na nitakuwa nawapatia nafasi wenyewe waziseme zile ambazo rais anatarajia kuangazia kikuja kule. So nimefurahia sana na ule ushirika ambayo wameonyesha, maturity ambayo wameonyesha kwamba sisi kama chama cha UDA county ya Mombasa tunaweza tofautishana kisiasa, tunaweza kuwa tuko na interest sawa kisiasa, tunagombea the same seat, lakini ikifika wakati wa maendeleo hawa viongozi wameshikana kabisa. Ningependa kuwashukuru sana viongozi wa Mombasa kwa kuonyesha umoja wakati huu ambapo tunatarajia rais akuje kule Mombasa. So nawashukuru kabisa. Ningependa kuwahimiza kwamba kaunti zingine wanachama wa UDA, wakati yoyote rais anakuja katika kaunti yenu, turudi katika ile manifesto, tuangalie zile promises alimake wakati wa campaign. Akija kule aweze waelezea vizuri ni mipango gani ya kiserikali ako nayo. So serikali yetu iko na mipango kadha wa kadha ambayo rais atasema akikuja kule Mombasa, lakini ningependa tu viongozi hawa, Mheshimiwa Omar Hassan ataongea, Mheshimiwa Mohamed Ali aongee, Mheshimiwa Miraj aongee, na tuwe na mwakilishi mmoja wa directors pia aongee. So tunaweza anza na Mohamed Ali. Haya, hamjambo yote. Ningelipenda kwanza kutoa shukrani za dhati kwa sababu ya mkutano wa siku ya leo. Huu mkutano ni mkutano ambao unanuia maandalizi ya ziara ya rais katika mkoa wa Pwani
ambapo atakuja kuzuru, na akizuru ana mambo mengi mazuri ya watu wa pwani. Leo tumekutana kwa sababu ya kuweza kuzungumzia yale ambao wa pwani wanahitaji, hususan watu wa Mombasa. Kwa sababu hii ziara tunataka rais akija Mombasa aweze kufuatilia mambo fulani. Mengine aliahidi wakati wa siasa na mengine tayari yameanza kutekelezwa. Leo tumekutana na kuweka tofauti zetu kando za kisiasa, kwa sababu lengo letu kuu sasa ni kumpokea rais wa Jamhuri ya Kenya na kuhakikisha kwamba amefika na yale ambayo tutamwambia ataweza kutimiza kwa mambo ya wananchi wa Mombasa. Yale ambayo tumezungumzia kwa ufupi kama viongozi, tumezungumzia rais akiweza kufika Mombasa ahakikisha kwamba ile barabara ya Mombasa Malindi, hususan katika ile sehemu ya Bombolulu ambayo ni mbovu zaidi, imeweza kuharakishwa mara moja. Ameweka jiwe la msingi pale Mtwapa na kazi inaendelea, lakini tunataka hao makontrakta waweze kuharakisha hiyo kazi ili ifike mpaka pale barabara ya Nyali pamoja na ile ya Kongowea flyover ambayo itashuka mpaka Mtwapa. Ya pili tumezungumzia ni barabara ya Kisauni Mwakirunge, ile inapasua mpaka kule Kaloleni. Ni mojawapo ya barabara tunataka zitengezwe ili ziweze kuunganisha wananchi wa pwani. Mengine ambayo tumezungumzia ni special economic zone, mambo ya Dongo Kundu. Ni mambo ambayo iko moyoni mwetu sisi wanasiasa na vile vile wananchi wa pwani, waharakishe ili kuweze kutokea watu waweze kuwekeza pale na vijana waweze kupata kazi. Tumezungumzia pia kuwepo kwa hospitali zingine mbili, kwa sababu hospitali ya Coast General inategemewa sana na kaunti zingine zote za pwani. So tumependekeza kujengwe hospitali mbili level 4, na moja ijengwe upande wa South Coast, hiyo ni upande wa kuvuka feri Likoni kwenda juu ihudumie watu wa kule, na ya pili ijengwe upande wa North Coast ambayo ni Nyali na Kisauni, kuweka hospitali moja pale ili tuweze kupunguza pressure ya Coast General na wananchi wa Mombasa waweze kupata matibabu. Vile vile tumeweza kuzungumzia masuala ya dawa za kulevya. Tumemwona naibu wa rais akizunguka sehemu mbalimbali kupigana na pombe haramu. Sisi hatuna shida ya pombe haramu, sisi tuna shida ya cocaine, heroin, bangi na vibugizi ambazo zinauzwa sana, na tunataka safari hii iwe ni ajenda iliyo moyoni mwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ahakikisha kwamba asasi zote za usalama zimehusishwa na kada na wananchi ili tuweze kupiga vita mihadarati once and for all. Alafu pia tumezungumzia mambo ya feri ya Mtongwe. Hapo feri kuna shida, aangalie mbinu ambazo anaweza leta, ama kama ni kununua zingine mpya, ama kama ni daraja kujengwa. Tumezungumzia hiyo, na mambo ya creative economy, mambo ya wasanii, mambo ya uigizaji ni mambo ambayo pia tumeweza kuzungumzia. Na labda ya mwisho, open skies, kukubalia ya kwamba ndege za kimataifa ziweze kushuka katika uwanja wa kimataifa wa Moi ili utalii uzidi kuongezeka na ajira izidi kupatikana kwa hao vijana. Title deeds pia ni mambo mengine ambayo tumezungumzia. Ni mengi tumezungumzia, lakini kuna pointers kadhaa ambazo tumeweza kusema. Hayo ndio yametuleta pamoja siku ya leo, na tunatumai na kuamini ya kwamba watu wa Mombasa wako tayari kuweza kupokea rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunamshukuru sana kwa yale ambayo yote aliyosema, ametimiza asilimia kama 60 hivi. Ameweza kuturejeshea bandari, amepatia vijana wetu kazi, na bado tunazidi kumwomba kazi zaidi, na haya mengine akitufanyia, nadhani mambo itakuwa sawa. Hiyo ndio ilikuwa malengo yetu kuu na ilikuwa agenda yetu katika mkutano wa siku ya leo. Asante sana. Mwanzo ni kushukuru SG wetu kwa kuweza kutekeleza azma ya rais ya kwamba tu siku ile anapokuja Mombasa kuwe na makaribisho ambayo ya kukata na shoka. Na nimeshukuru sana viongozi wote kuweza kujumuika hapa kwa pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba pale rais anapokuja
tutaweza kuangazia yale mambo ambayo yanaathiri watu wa Mombasa moja kwa moja. La pili, wengi wote walikuja hapa kwa idadi kubwa, na wale ambao walitoa msamaha, apologies, naitwa msamaha. Mpaka sasa rais ametupatia ma-CS, ma-permanent secretary, mwenyekiti wasiopungua 7 katika mashirika ya kiserikali, madirekta karibu 20 na nyadhifa nyingine mbalimbali. Kwa hivyo sisi pia pale ndani ya Mombasa, hata kama hatukupata serikali ya county, tuko na uwezo wa kiserikali ya kitaifa na wale watu ambao wanafanya katika taasisi tofauti za kitaifa katika nyadhifa tofauti. La pili, mimi nitaangazia swala moja tu kabla sijamaliza. Kulipanua ila swala la special economic zone. Tunaona huduma za bandari zitarejeshwa Mombasa, lakini kuna wengi waliogura kuja Nairobi ambao wanaendelea na huduma zao kutoka Nairobi, na kwa vile ni hiari, kama unataka mzigo wako ushukishwe Nairobi ama ushukishwe Mombasa, kuna umuhimu kupanua uchumi wa Mombasa na Pwani kupitia hii mipangilio ya special economic zone. Na mipangilio ya special economic zone ni kwamba sisi tunamuuliza rais, manake hapo ndio tutaweza kubuni ajira zisizopungua karibu 200,000 katika masuala ya manufacturing, katika masuala ya value addition, katika masuala ya logistics na mambo mengine sana, automobile. Itaweza kutupanulia uchumi wetu, na kwa hivyo sisi tunataka rais aharakishe ule ujenzi wa DK2 ambao ni ile bandari itakayoshughulikia masuala ya special economic zone. Aharakishe wale ambao wamepatiwa hiyo kandarasi waweze kuanza kazi. La pili ni ile special economic zone authority iweze kuweka mikakati ya wale ambao wanataka kuwa investors wa develop infrastructure, ili waanze pia kualika watu ambao wataweza kufungua viwanda tofauti, mashirika ya kimataifa, kama ni mashirika ya kujenga ujenzi wa magari, mashirika katika masuala ya textiles, mashirika katika masuala ya madawa ya pharmaceuticals, so that tuweze kupatia watoto wetu ajira. Kwa hivyo mimi nataka kuliangazia hili swala moja, na pia ni kushukuru rais kwa vile waziri wetu wa blue economy inaitwa uchumi samawati ameweka mikakati kabambe katika kuimarisha utajiri wetu wa bahari yetu, katika masuala ya fishing, katika masuala ya value addition, katika masuala ya aqua tourism, katika masuala tofauti ambao utaweza kuimarisha na kupanua faida zetu kama watu wa Mombasa na watu wa Kenya kupitia uchumi wa bandari ama uchumi wa bahari. Bahari yetu ndio shamba letu. Kwa hivyo sisi tunamwambia rais, tunampa kongole kwa yale mikakati ambayo yamewekwa, na tuko na imani tukiweza kupata fursa na wakati wa kuendeleza haya miradi, basi vijana wengi wa Mombasa na Kenya nzima wataweka katika lile jopo la ajira na utajiri wetu na zile kazi ambazo zilipotea kupitia masala ya uhamishaji ya baadhi ya huduma za bandari ambao wengine kihiari yao hawajarudi, zitaweza kubuniwa kwa namna moja au nyingine kupitia special economic zone ama blue economic programs. Asante sana. Senator Miraji. Asante sana. Na kwanza nipende kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kikao cha leo, na pili niweze kumpongeza SG wetu Cleophas Malala kwa hekima na aliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu ya kuweza kutuita leo, ambao limekuwa ni ombi langu kwa muda mrefu. Na haya yote aliyotuleta hapa ni kwa sababu tukizunguka na rais wetu kipenzi William Samoei Ruto, tukipeana ahadi nyingi sana kwa wakazi wa Pwani, ambao ndio azma yetu tulipoingia uongozini tuweze kuzitimiza. Na leo ni furaha kwa sababu muda kwa muda huwa tunaona rais anakuja na zile ahadi ambazo amesema anatimiza, lakini sisi kama viongozi hatupati fursa kama hii ambayo leo SG wetu wa chama ametupatia.
Tumekuja hapa kama wale ambao waliweza kutunukiwa fursa za kila aina katika uongozi wa taifa la Kenya. Na mimi kama mtoto wa muuza viazi karai, leo nimeweza kuwa pale Senate. Hiyo ni furaha na kuonesha kwamba miongoni mwa zile ahadi za kwamba mahasla watakuwa katika uongozi wa taifa la Kenya, mimi ni mfano. Nikiwa pale Senate, kuna hoja nilipeleka ya kufunguliwa kwa anga ya Moi International Airport, tukizingatia ya kwamba utalii ni uti wa mgongo wa mkoa wa Pwani. Leo rais wetu anakuja na miongoni mwa zile ajenda ambazo tumezipeana ili zimfikie aweze kuziangazia ni kwamba anga ya Moi International Airport iweze kufunguliwa. Hakuna ambaye hajaona katika breaking news mara kwa mara ile shida ambayo iko katika kivuko chetu cha Likoni Ferry. Pia tungependa kumuomba rais wetu atakapokuja Mombasa, kwa sababu tuko na Kenya Ferry Services, kile kivuko cha pale Mtongwe kiweze kufunguliwa, na sio kwa sababu ya usafiri tu, bali zile nyumba nyingi ambazo ziko katika maeneo ya Likoni ziweze kupata wakaazi. Sisi tumelia kwa muda mrefu kwamba huduma zilipelekwa Naivasha. Tunashukuru William Samoei Ruto ni mtu wa ahadi. Alipoweka Biblia chini, aliweza kuturegeshea huduma za bandari pale. Lakini tumekuja kukubaliana na uongozi wa taifa la Kenya ya kwamba hakuna shida ya taifa la Kenya kuwa na inland port. Tatizo ni kwamba ni ajira ambazo tunazipigania, kwa sababu Mombasa na Pwani is a logistic county. Tunaomba Dongo Kundu ikuwe fast tracked, na zile kazi zitakazopatikana pale, kwa kauli ya ndugu yangu NATO, ni kwamba sisi tunapigania watu wetu wapate kazi. Ile bill ambayo haikuweza kusainiwa kwenye ile regime iliyopita ya kwamba 30% ya makaazi ya maeneo yaweze kupewa wale wanadhi wa maeneo yale ambayo ile kazi imebuniwa. Kwa hayo mengi, sisi tunaomba wakaazi wa Pwani wajue ya kwamba zile ahadi zimekuwa zikifanywa na kwa asilimia kubwa zimetimizwa. Ombi langu leo hapa kwa SG ni kwamba the Presidential Delivery Unit waweze kufanya public participation, wawahusishe machifu wetu, mabalozi wa nyumba kumi, ili kueneza the government programs ambazo zimefanyika na zinaendelea kufanywa. Kile kitu ambacho tunakosa sisi kama wanachama wa UDA ni kueleza wananchi yale ambayo tushaafikia na tushayatimiza kwa asilimia 60. The opposition is overriding on propaganda and not what the government is doing. Saa hii tumezungumziwa na tumeelezwa, na ni ukweli ya kwamba fertilizer mashinani si 7,500 vile walikuwa wakinunua. Fertilizer sasa ni 2,500, na kuna mengi mazuri ambayo serikali yetu inafanya. Tunajikaza na tutawaambia sisi si watu wa nyenyenye. Sisi tumeomba kiti cha urais na serikali ili tuweze kutoa wananchi pale tulipowapata. Na nitumie fursa hii kuambia Wakenya kwamba tumepitia masuala matatu makubwa ambayo wapinzani hawawaambii. Sisi tumepitia msukosuko wa BBI ambao ilifukuza investors wengi katika taifa letu. Tukapitia kama ulimwengu msukosuko wa COVID-19. Na baadaye tumepitia uchaguzi ambao ulitugawanya, manake alipita kwa kura kidogo, lakini haimaanishi yeye hayuko pale kihalali. William Samoei Ruto is a constitutional president ambaye ametambulika, na sisi tunapaswa kumwangalia kama nembo ya umoja wa taifa. Hata yale mingi ambayo yanatukera sisi kama wananchi, tuwe wazalendo kiasi cha kwamba kuona tunapoichoma taifa letu tutachomeka sisi sote, na sio wapinzani ama wale wachache ambao wako kwenye serikali. Kenya ni yetu sote, tuweni wazalendo na tuisaidie serikali iliyoko. Don't look at William Samoei Ruto. Look at the institution called the presidency, which is supposed to be the symbol of unity in our nation. Asante. Kwanza nataka nichukue fursa hii kwa sababu nimechaguliwa kwa niaba ya chairpersons na directors. Kwa hivyo kwanza natoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais kwa nafasi iliyonipa mimi mwenyewe binafsi kuwa chairperson wa LAPSSET, na wale ma chairperson wengine ambao niko nao hapa, Mheshimiwa Mwinyi wa CDA na wengine ambao tuko nao hapa, na so many other directors. Kwa hivyo tunasema asante sana Mheshimiwa Rais kwa kazi uliyotupa, na sisi tunakuhakikishia hatutakuacha.
Pili, sitaki kuongea yale yote ambayo yameongelewa na viongozi wengine, tayari tumekubaliana, lakini tunataka tumhakikishie rais, kwa sababu Jumamosi atakuwa katika eneo letu la Mombasa na kumekuwa na changamoto za hapa na pale katika chama ambao kidogo ilikuwa imeleta tumbo joto, lakini nataka tumhakikishie kutakuwa na makaribisho ya ajabu siku ya Jumamosi atakapofika Mombasa. Tumekuwa hapa tukiongozwa na SG wa chama, tumezungumza na kusawazisha pale palipokoseka, kwa sababu rais ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Yale yetu ya nyumbani tutaendelea nayo baadaye, lakini kwa sasa mipango tumeipanga rasmi ya kuhakikisha rais akifika Mombasa atakaribishwa na wananchi watukufu wa Mombasa. Yeye mwenyewe atajua kweli Mombasa ni eneo la UDA. Tatu, nataka niongelee kuhusu mambo ya sufuria kwa kichwa. Hii tumeona kila mahali, watu wazima na akili zao wanavaa sufuria kwa kichwa. Sisi kule kwetu Mombasa tunasema chombo unachopikia ukikivaa kwa kichwa, hiyo ni laana. Kwa sababu huwezi kunyia sufuria unaopikia. Na kuvaa sufuria juu ya kichwa, umeitusi ile sufuria ambayo inakupatia chakula. Kwa hivyo sisi tunawaambia, na nafikiri tumeongelewa mara nyingi, sufuria juu ya kichwa haitaleta suluhisho katika Jamhuri ya Kenya. Kama kuna shida, walipatiwa nafasi ndani ya bunge, bipartisan, waende waongelee, wakatoroka. Kwa hivyo wao watulize bora, wapatie rais nafasi hii miaka 5, 2027 tutarudi kwa wananchi. Na kama rais hakufanya kazi, wananchi wataamua. Kama ni red card, watamchapa red card na mwingine atapatiwa fursa. Na ikiwa ametimiza zile ahadi alizokuwa amepeana, and I'm sure he will deliver, atapatiwa nafasi nyingine ya kufanya miaka 5. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante, na Mheshimiwa Rais, tunakuhakikishia sisi kama jeshi lako usiwe na wasiwasi. Tutahakikisha safari yako ya Mombasa na maeneo mengine ya pwani tutakuwa na wewe, kuhakikisha yale ambayo ulikuwa umetaka kuyatimiza uweze kuyatimiza, na sisi tuko tayari kufanya kazi na wewe. Kwa hayo, asante sana. Asante sana. Kabla haya basi, kabla tutamatishe, tumekubaliana kwa kauli moja kwamba kama viongozi wa Mombasa tuko tayari kumkaribisha rais wetu katika ile tour yake ya Mombasa, na ile yote ambayo tumeongelea maendeleo hayo yako katika manifesto yetu kama chama, na sisi kama chama ni jukumu letu kuhakikisha kwamba yale ambayo yako katika manifesto tumekuwa implemented to the letter. So tungependa kuhakikishia wananchi wa Kenya na wakazi wa Mombasa kwamba yale ambayo viongozi wenyu wame raise leo yanaenda kutimizwa, naenda kutiliwa maanani kabisa katika ile ziara ya rais. Jambo la pili ni kwamba sisi tunasema kama wanachama wa UDA ni muhimu rais wetu aheshimike na wale viongozi ambao waliaikuwa mamlakani pale kabla rais wetu. Jana tumemwona aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akijaribu kumwekea lawama rais wetu kwa masuala kwamba rais wetu anamuingilia, rais wetu sijui anafanya nini. Hii ni serikali ambayo inaendeshwa na watu katika nyadhifa tofauti tofauti. Kama waziri wa masuala ya interior na usalama ameona kwamba kuna shida katika nyumba fulani ya Kenya, haijalishi wewe ni mtoto wa nani, hiyo ni katika nguvu zake kama waziri wa masuala ya usalama kuhakikisha kwamba kuna usalama Kenya yetu. So isikuwe kwamba jambo lolote ambalo linafanyika Kenya hii unawekea lawama rais wetu. Rais William Ruto hako na kazi yake ya kuhakikisha ametimiza yale ambaye alisema katika manifesto yake, na hana wakati wa kwenda ukisimamishwa kwa barabara, hauna insurance kwa gari, unasema William Ruto ndio amekusimamisha katika barabara. Tuache wale wafanyakazi wa serikali wafanye kazi yao. Sisi tunahimiza serikali yetu ikipitia wale maaskari Ministry of Interior wahakikishe kwamba wanafanya kazi yao bila kuwa intimidated. Kama kuna mtu ameweka silaha katika nyumba yake, awe ni mtoto wa tajiri, awe ni mtoto wa maskini,
Yule mhalifu ni mhalifu. Tunapatia minister wetu nguvu aendelee kufanya operation yake, asikuwe intimidated, kwa sababu hizo silaha ndio silaha ambazo zinaumiza watu wetu. So tungependa kumwambia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akubali rais wetu afanye kazi yake na aache kila wakati kumuingilia, na akitaka kwamba rais aweze timiza zile ahadi ambazo Kenya aliahidi wa Kenya, basi awache kusponsor zile fujo ambazo zinakuwa. Mwisho vile vile ningependa kuambia pia wale watu wa upinzani, tunajua mpango wenu kwamba mmeahirisha maandamano on Wednesday na mkasema kwamba watu waashe candle usiku, ati kwamba usiku watu waende vigil. Sisi tunataka kuambia, tunajua mnataka kuleta uhalifu usiku, na mtu yoyote ambaye ataleta uhalifu usiku tunamwambia kwamba rais wetu amepeana amri kwamba ni lazima kuwe na usalama usiku. So mambo ya kujificha kwa candle, ati kwamba mtaka kuwasha candle mkitaka kuomboleza na wale ambao waliaga, lakini sisi wote tunaomboleza. Tuko na njia ambazo tunaweza omboleza. Tunaweza enda kanisani, muende muomboleze, muombe familia zile. Mnaweza enda katika boma za wale ambao walikuwa affected, muende kwa boma zao. Lakini kusema kwamba ati usiku mtakuwa mnaasha candle, mnataka kujificha kwa maneno ya night vigil, mulete fujo usiku, mjue kwamba tushajua hiyo sisi kama serikali, na tutahakikisha kwamba usalama ya wananchi wa Kenya wako sawa. Sasa hivi Kenya iko stable sana, hatuna haja na handshake, sababu so far we are very stable. Tuko na nambari super majority katika parliament, tuko na 2/3 in parliament, tuko na 2/3 in the senate, na serikali inaendeshwa vizuri. Mumeona zile bei ya bidhaa za chakula imeanza kushuka. Muona bei ya mafuta sasa imeanza kushuka. Next week tunaenda kuwa na bumper harvest kutoka next week August. Tunaenda kuwa na bei ya mahindi inaenda pia kushuka. Vile vile rais wetu amesema kutoka kesho tumeanza kulaunch mambo ya fertilizer ambayo ni 2500. Vile rais aliingia kwenye kiti, fertilizer ilikuwa 7000 shillings. Sasa hivi rais amepunguza hiyo fertilizer. Last month katika ile season ambayo tulikuwa inaisha last month, tulikuwa tunauza fertilizer at 3500. Kutoka kesho fertilizer inaanza kuuzwa 2500. Ndio wale wakulima ambapo wanafanya tunafaidika na short rains wafaidike na program ambayo fertilizer itauzwa 2500. So wakulima wote wa Kenya wajiandikishe katika digital platform yetu kupitia chief wako, kupitia assistant chief wako, ufaidike katika program ya 2500 fertilizer. Kesho tutakuwa tuna launch hiyo program county za Kisii, Nyamira, Vihiga, Kakamega, Busia, Bungoma. Na county gani nyingine? Na Garissa county. Garissa na Embu county. Tuhakikishe kwamba fertilizer hizo zimefika katika milango ya wakulima wetu. So watu wakuwe watulivu, bei ya vyakula imeanza kushuka. Sasa watu watoe sufuria kwa kichwa, wapeleke kwa meko. Waanze kupika ugali, waanze kufanya vitu vingine. Mambo ya kuweka sufuria kwa kichwa na kuchoma ya bure. Sababu umejifunika sufuria moto. Sababu sasa ni wakati wa kuvuna na ni wakati wa kupanda tena. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.